Ukienda ukimuuliza Daudi, wewe una hii roho ya usharati imetoka wapi? Atakwambia nauliza the greater grandmother Rahab the harlot. Ya kwamba kuna shina fulani ambalo liko. Hilo shina likaendelea, likaja likaingia paka kwa Daudi, likaja kuingia kwa Solomoni. Historia inakuja kubadilishwa wakati Yesu anazaliwa kwa huo ukoo. Akizaliwa kwa huo ukoo, Yesu anakuwa the changers. The history changers. Maombolezo 5:7. Biblia inasema baba zetu wametenda dhambi, sasa hawako, nasi tumechukua uovu wao. Tumeyabeba mambo kutoka 1952, kutoka huko 1963. Yanatembea na sisi. Isaya 1:18 ambayo tumeandika hapo. Bible say let us come and reason together. This is a time now not to stand na kublemu mtu yoyote. Tusisimame na kukashifu. Tusisimame na kulaumu. Maana leo ukiuliza President Ruto why this, President Ruto atakwambia ask Uhuru. Ukiuliza Uhuru why this, atakwambia ask Kibaki. Ukiuliza Kibaki why this, Kibaki atakuuliza ask Mzee Moi. Mzee Moi ukimuuliza why this, atakwambia why ask Jomo Kenyatta huko. Baba zetu wametenda dhambi, sasa hawako. Haimaanishi ya kwamba haya yatakuwa maisha yetu kama Wakenya. Kuna kitu ambacho tunaweza tukafanya katika ulimwengu wa kiroho, tukacancel hii agenda na tukafungua chapter mpya. We are not ready as Kenya to witness Ichabod. Kama Wakenya tuko tayari mtoto Ichabod azaliwe. Hatuna nchi nyingine ya kwenda kukaa. Nchi yetu ni Kenya. Baba wa taifa, you are a very special president. Let me tell you that. Kuna kitu ulifanya, Mungu akubariki na akupe miaka, ambacho hakijawahi kufanywa na marais wengine. Wakati ukipewa utawala, mimi nimeketi na mke wangu tunaangalia kwa TV. Kaona processes zinaanza, zile processes zetu zile za kiserikali. Ukapewa katiba. Katiba ulipopewa, ukapewa ile panga ile ambayo ulisema si ya kukata sukuma. Ni kweli ile si ya kukata sukuma. Ile ni ya kutulinda, ya kuprotect nchi. Ukapewa ile. Ukaenda zaidi ya wale marais wengine kufanya. Ukapiga magoti wewe na deputy president. Hilo halijawahi kutokea katika ulimwengu. That is a sign of humility. Sign ya humility ya hali ya juu sana. Maana najua hata viongozi wa jeshi, viongozi wa jeshi, viwango vya jeshi walikuwa wanashangaa ni kitu gani kinaendelea. Lakini ulikuwa unafanya kwa sababu unataka kupendeza Mungu. Ulikuwa ufanyi kupendeza watu wa dunia hii. Ukapiga magoti pale. Kwa niaba yetu sisi wote wa Kenya, mahali tulikweko katika ulimwengu wa kiroho, kama rais alipiga magoti, automatic wa Kenya wote tulikuwa tumepiga magoti katika ulimwengu wa kiroho. Ukapeana hii nchi kwa Mungu. Ukapewa Biblia. Sahi, hiyo Biblia ndio itakutoa. Hiyo Biblia ndio itakusaidia. Nataka nikukumbushe kampeni zako za mwisho kule Kigiri, Kiambu. Ulipomaliza kampeni, uliomba. Ukaomba ukapeana taifa kwa Mungu. Ukaomba ukapeana wapinzani wako kwa Mungu. Ukaomba ukapeana nchi yote kwa Mungu. Ukaingia kwa election. Siku 2-3 Mungu akakupa utawala. Wakati tulipatwa na mkasa wa jua kali, janga limeingia,
Kenya hakuna mvua. Ulienda uwanjani ukapiga magoti ukaomba, mvua ikanyesha. Sasa watu wa Kenya wana shida ya chakula, maana ulipiga magoti. Pale State House kuna chumba chako cha maombi. Usiniulize nimefikaje huko, nikachunguzaje hicho. Hiyo usiniulize. Wala intelligence wako asinifuate. Umeongea mambo pale ulijuaje? Nilijua hivi. Because this is a spiritual person. He's a charismatic leader. Ndani yake lazima hapo kuna chumba ambacho anaendaga pale kuongea na Mungu. Ukienda pale, soma Zaburi ya 51. Ukifika huko, Daudi alienda katika chumba cha maombi wakati utawala wake ulikuwa na msukosuko. Ukifika pale State House, wakati unatubu dhambi za Wakenya, kando yako muone Jomo Kenyatta. Tubu kwa niaba ya mzee Jomo Kenyatta. Kando yako muone mzee Moi. Tubu kwa niaba ya mzee Moi. Kando yako muone mzee Kibaki. Tubu kwa niaba ya mzee Kibaki. Kando yako muone rafiki yako Uhuru. Tubu kwa niaba ya Uhuru. Alafu usimame useme mimi mwenyewe maovu haya nimeyashiriki, lakini Mungu niumbie moyo mpya, niumbie moyo safi, niumbie moyo uliotulia. Uponyaji na ubadilishaji wa historia ya Kenya kutokana na umwagikaji wa damu, hakuna rais mwingine atabadilisha, ni Rais Samoei Ruto. Hakuna rais mwingine ataingia ashuhudie umwagikaji wa damu. Hata mimi mali ninaomba, namwambia Mungu nisaidie kama inawezekana niwe rais wa 6 wa Kenya, maana nitakuta maisha mazuri yameendelea. Maana hakuna, kwa sababu mbinu za kiroho uko nazo, mafunuo uko nazo. Wewe ni mtu wa prayer and fasting. I know. Enda pale umwambie Mungu nisaidie kuponya Kenya. Na wakati rais anaenda na simama katika zamu, sisi wa Kenya ni lazima tuingie katika mudi ya maombi. Sasa si mudi ya kukosoana, si mudi ya kuitana majina, si mudi ya kufanya demonstration. Sasa tunataka tuende tukutane katika viwanja vya maombi, tuinue mikono juu namna hii, tumwambie Mungu tunakuhitaji Kenya. Jenzi walifanya sehemu yao, humility yako ukakubali, kwa sababu uliomba kumwambia Mungu nifanye nini. Mungu akakwambia hii, angusha hii. Kaangusha ile bili. Ukabomoa baraza la mawaziri. Umeshafanya yale ambayo jenzi waliitisha. Na vijana wetu wale jenzi waliitisha si wale tunaowaona barabarani sasa. Wale walioitisha wametulia. Wale ambao wako barabarani sasa ni macriminal. Watu wa kuvunja maduka, watu wa kuchoma magari. Maana jenzi walishamaliza kazi yao. Sasa wanangojea rais afanye. Kuna panya ya porini na kuna panya ya nyumbani. Nataka niwaelimishe. Ile panya ambayo unaiona inakaa nyumbani si ile inakaa porini. Ile ya porini ni nyingine. Panya ya porini na ya nyumbani, African story walikutana. Wakaanza kupiga mastori. Panya ile ya porini ikamuuliza ya nyumbani unakaa wapi? Hii ya nyumbani ikamwambia, "Ai, mimi nakaa kwa ile nyumba ya mwanadamu pale." Hii ya porini ikamwambia, "Unakaa na mtu mbaya. Mtu ambaye anakuletea paka, mtu ambaye anakufanya hivi." Hii ya nyumbani ikamuuliza, "Sasa nifanyeje? Tumfundishe somo. Somo gani? Tuchome ile nyumba." Panya ya porini na ya nyumbani wakashirikiana. Wakaenda wakachoma nyumba. Ilipofika jioni, hii ya nyumbani ikamuuliza hii ya porini, "Sasa nitalala wapi leo?" Hii ya porini ikamwambia, "Kule ulikuwa nalala, enda ulale." Hii ya porini ikatoka ikaenda. Wakenya, tutambue panya za porini. Panya za porini hawatafurahia maisha ya Wakenya.
Panya za porini hazitafurahia tukitembea na magari barabarani kwa usalama. Panya za porini hazitafurahia watoto wetu wakisoma. Panya za porini hazitafurahia watoto wetu wakienda masomoni wakisoma na wakiendelea. Panya ya porini itafurahia wakati imeona maafa, vijana wamekufa. Panya ya porini itasema ndio. Polisi wamewawa, panya ya porini itasema ndio. Maduka yamechomwa, panya ya porini itasema ndio. Wazungu wamesema watakuja tena Kenya, panya ya porini itasema ndio. Je, tukishirikiana na panya za porini zinazokuwa influence na mataifa mengine, tukichoma Kenya yetu, hatuna mahali pa kuficha kichwa chetu. Time has come now. Let us engage together in prayers. Saizi tuangalie maneno, hakuna maneno ya kutupiana katika mtandao, hakuna maneno. Hata najua nikipreach namna hii, kuna watu wanachukua wanaandika kwa mtandao, wanaandika hivi, hiyo si maisha.